Yes. Thank you so very much. Togo waiga twena mwaria wa thirikari muthurio gwetwa Charles Owino na muthurio kiohegereire maundu macio mago kiaria anakorwo ari mwaria wa mboto ya borithi kwa ihinda iraya riu ni aragithire kuria wabici kuria KICC kuria koragitwire na muthurio gwetwa Muthogo wa Ruiru. Very good. Isaac Mwaura na tukire nake thiini wa studio cito. Yes. Tukimenye miaka ino ina ya thirikari ino erikwo ya gatano ri marutite wira na njira eriko na hihi niki makirigireire gwikorwo magikihingia tugikorwo tugikiaria na ruthiomi rwa Githwairi. Munyiti ogeni. Karibu sana bwana Charles Owino. Asante. Habari ya asubuhi? Mzuri sana. Yes. Uhoro? Ni mwega muno kwerwa. Asante. Unaelewa hiyo? Kidogo sana. Naweza kusema uhoro wako. All right. Waitagwa nani? Jitagwa atia. Jitagwa Kairetu wehu. Kairetu nikaka. Unaelewa hiyo? Kidogo. Karibu sana hapa hiyo. National language. Yes. Sasa labda kwa kifupi utueleze, watu wengi sana wanasema kwamba serikali yetu ama serikali ya Kenya Kwanza imekuwa ikifanya mambo ambayo ni ya kuahidi na kufanya mambo ambayo hayakamiliki. Ndio. Ni kweli kwamba serikali mambo yake inaambia wananchi uongo ama kuna nini? Kitu ya kwanza ni kwamba unaweza fanya vitu mingi. Lakini sana sana inatakikana kama mambo ya serikali. Serikali ina mambo mengi na ina watu wengi. Na ina ile tunaita interests mingi. Ni muhimu uzungumze na wananchi na waelezee unafanya nini, wako wapi na wanaelekea wapi. Kwa sababu pia nadhani unakumbuka ile serikali ya kwanza ya mzee Mwai Kibaki. Unakumbuka 2007 akakuja kuomba kura tena. Na kuona Wakonya wengi hawakumpigia kura mpaka ikaleta hata post election violence. Ni kwa sababu saa zingine watu hawafahamu. Lakini sasa hivi unasikia tunasherekea sana mzee Mwai Kibaki. Kila siku kila mtu anafanya reference kutoka kwa serikali yake. Hata hii kazi tulikuwa tunafanya juzi ya mambo ya Beyond Vision 2030. Unasikia watu wanasema Kibaki tu. Kwa sababu hiyo plan wakati alikuja mara ya kwanza aliongea juu ya economic recovery strategy. Ilikuwa inaisha na term yake ya kwanza. Alafu akaanza kuzungumza juu ya kuelekeza Kenya kwa certain vision, development plan, hiyo Vision 2030. Na unajua background yake ilikuwa ni masomo ya kiuchumi. So baadaye wakati amefikisha mwisho tunaweza angalia nyuma na tujue mzee alifanya kazi gani. Hata serikali ile ilikuja ya pili ya Uhuru Kenyatta. Kuna mambo mengi watu wanasema. Utasikia kama sasa watu wanasema bwana Uhuru aliwacha deni kubwa sana yenye serikali inalipa. Ulisikia wakati serikali iliingia inasema kwamba bwana Uhuru aliwacha coffers bure. Lakini lazima tuangalie nyume tuseme chanzo ilikuwa ni nini. Kwa sababu wakati wa serikali ya Uhuru tukakuwa na shida hii ya COVID-19. Na unajua COVID tulifunga mabiashara, hata mahoteli tukafunga, hata watalii wenye wanatuletea pesa wakaenda. Alafu bahati mbaya tukakuwa pia na kiangazi. Kiangazi ikiwa kwa nchi, ng'ombe zinakufa na the common man anadepend kwa hiyo ng'ombe. Unakuta kwamba chakula inakosa, inabidi serikali wafanye importation ya chakula. So ukiangalia kama sasa zile President Uhuru ameenda, unasikia watu wanasema coffers zilibaki bure. Lakini kulikuwa hakuna njia, ilibidi president akope pesa, atununulie chakula, atununulie mafuta, afanye zile development programs zile zingine ilikuwa inastahili afanye. So kila wakati ni muhimu kuzungumza na kujua serikali imefika wapi. Kama sasa hivi tutakuja kudiscuss baadaye, tujue ni kwamba ni projects, kwa sababu tunazungumza sana na watu wa Central Province. Nitajaribu kuweka discussion yangu katika zile maendeleo zinaendelea Central Province. Lakini nitaanza na namna vile tulichagua rais wa saa hii. Kwa sababu huyu rais hakuchaguliwa tu, alichaguliwa akiwa na manifesto yake. Manifesto yake ilisema nini? Bado hako ndani ya manifesto
ametoka nje ya manifesto. Na kama tuko na shida, ni sababu gani tuko na shida? Na ni nini inastahili tufanye tutatue hii shida yenye tuko naye? Kwa sababu mwishowe utakuja kupata ile malilio kubwa ni pesa mfukoni. Unaweza kuta kuna lami imepita kwenu, kuna maji imekuja, lakini unaona huna pesa mfukoni. Shida ni nini? So ningependa tukianza kuzungumza, kwa sababu mimi najua ni kazi yangu kama msemaji wa serikali kujaribu kuelezana ni nini serikali imefanya. Na pia kazi yangu pia ni kupeana feedback kwa serikali. Kwa sababu kama nimezungumza na mwananchi wa kawaida, na mwananchi wa kawaida ameniambia hapana, mnafanya hii, tusifanye hii. Basi lazima tupeane feedback. Tujue ni namna gani tunaweza endeleza serikali. Kwa sababu hata ukisema tunangojea miaka 5 ya President Ruto iishe. Ndio, itaisha. Mtu mwingine anaweza kuja. Alafu utatoa kazi siku hiyo. Utakuja kwa ofisi na upeane kazi. So lazima tuhakikishe kwamba kuna platform. Hata siku moja mtu mwingine akikuja apate hiyo platform. Ile ni kama kujenga nyumba. Umeanza na foundation. Umejenga foundation aina gani? Umejenga foundation itaweka ghorofa moja, ama itaweka ghorofa 20, ama itaweka ghorofa 100. Watu wanaweza kuona fulani hajafanya kazi. Lakini ameweka foundation ili itabeba ghorofa 300. Mwingine anaweza kimbilia ajenge nyumba ghorofa 2 na useme amefanya kazi kushinda mwenye ameweka foundation. Lakini kesho unakuta kwamba kumbe huyu aliweka foundation. Wenye wanakuja watapanda, wataongeza. Itakuwa rahisi kufika ghorofa 100. Itabidi ule alijenga, ule lupiga makofi, awe amefanya nini? Ghorofa yake mnaangalia mwezi ukiongeza ya 3 imeanguka. Sijui kama unanipata. So tutazungumza juu ya hiyo. Labda kwa kifupi sana. Unajua Wakenya siku hizi wameendelea sana. Ndio. Wanaweka mambo yote, ukisema kama sasa hivi mazungumzo yetu na wewe itabaki. Kuna watu wanaweka mahali wanasema na Bwana Charles Owino msemaji wa serikali alikuja Inoro. Sasa wakati ambapo tutaenda mwaka ujao watasema ulisema hivi na iko hivi. Kwa mfano wakati Rais William Ruto alichaguliwa alikuwa na mambo mengi sana alituahidi. Kutoka mambo ya diapers, kwenda mambo ya gas, kwenda mambo ya kubomolewa manyumba, kwenda mambo mengi sana. Kwa mfano nilikuwa na mbunge mmoja hapa jana kutoka upande wa Mount Kenya region. Anasema kwamba Rais William Ruto alituahidi kwamba yeye hataanza mijengo mipya kabla ya kumaliza mijengo ambayo ilikuwa pale mbeleni. Kwa mfano barabara ya Mau. Akasema hiyo barabara kwa sasa imesitishwa. Lakini kuna barabara nyingine ambayo imeanza Mau Rironi Summit ambayo inaendelea. Sijui kana kwamba unaweza kusikiza mambo ambayo president alisema. Niko na mazungumzo haya, nitakuchezea 1 2 nitakuchezea 4 usikize alafu utaniambia. I commit to provide mothers of newborn babies with diapers for their children for a minimum of 3 months paid for by the government of Kenya. Mtungi ya gas shilingi 2,000, shilingi 2,800. Tumesema sasa tutaweka pesa ya serikali kupunguza gharama ya mtungi ya gas. Ile ya kilo 6 mnanunua 2,500, 2,800, tutaishukisha chini mpaka shilingi 500 ama 300. Lazima kwanza tupitishe hii kwa budget. Sio lazima tutoe gharama ya tuondoe. Kwa sasa hakuna njia ya kuondoa ushuru mpaka budget ipite. Tungi wacha gas. Ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe. Ndio sasa uongeze gas ndani yake. Na vile mumeelezwa, hakuna mtu atatolewa kwa nyumba yake kwa nguvu. There will be no eviction. Kila mwananchi tutakupatia mahali ya kuishi ukingojea nyumba ijengwe. Hiyo ni kazi yetu. Tutakupatia. Tunahitaji mtu kama President Ruto. Anasimama na kusema mabarabara yote nitajenga. Hata asipojenga. Mimi hata ningekuwa niko na kura mingi, ningepea president even 5 term. Ya tuahidi tu. Yaani president anataka kama
Mungu. Niliona juzi mpaka nikasema hata kuchukia Ruto tu ni ngumu. Ama nyinyi mnaonaje? Sijatetea president, lakini ninapenda mtu mwenye ako na hopes in life. Anaahidi barabara, anafika huko Western anaahidi, Nyanza ameahidi. Hata alisema watoto wataandikwa kazi, wengine hawataandikwa, lakini ahadi iko. Yaani president wetu anakaa kama Mungu. Unajua Genesis mpaka Revelation ni promises. Ingine imetimia, ingine haijatimia. Na hatujawahi endea Mungu maandamano. Ama si alisema anarudi na hajarudi. Na hatujaishia maandamano kusema he must come. He must come. Or we must go. We must go to heaven. Kenya inahitaji mtu wa kutoa ahadi. Hatuhitaji mtu negative, tutakufa ndugu. Si wadangaji tukifika sasa sema Kenya imekwisha. Tunaona tukiama Kenya tufunge nchi. Tutadaiwa mpaka kifo. Wewe bado utakaa hapo. Bwana Charles la natumai nataka nikujibu taratibu kabisa. Nataka nikujibu taratibu. Kabla hatujarukia hii, nitakuja kujibu hii. Yes. Kwa sababu gani? Nataka tuanze na, unajua politicians watachukua ile wanafikiria inawafaa. Wa favor. Yes, unaweza make promises. Na kwa sababu moja ama nyingine, hiyo promise ikose kufika. Lakini kitu muhimu ni kwa sababu gani haijafanyika. Hajatimika. Kwa mfano mambo ya gas. Unaweza promise gas kulingana na ile situation yenye inchi iko. Tuseme kwa mfano wakati unafanya campaign, unaweza sema nita reduce bei ya mafuta kutoka 160 kuja 120. Kwa sababu wewe unafikiria conditions ya kuleta hiyo mafuta iko sawa. Okay. Unasikia? Alafu baadaye unasikia kuna vita kati ya Amerika na Iran. Huko umepanga hiyo. Unaona? Alafu sasa costs zinakuja wapi? Juu. Nimekuambia kwamba wakati tulikuwa na President Uhuru, tulikuwa na shida ya COVID-19. Kuna mpangilio unaweza kuta president alikuwa naye, lakini kwa sababu ya hiyo shida, pesa tourists wakakoja kosa kukuja, importations nini, pesa ikakosekana. So hata mambo ya gas, sisi Kenya hatuna gas yetu. Tunanunua gas kutoka nje. So unaweza kuwa umepromise kurudisha bei ya gas chini, alafu inatokea shida kama hizi tumekuwa nazo za Middle East, alafu pesa ile nini inakosa kukuja kwa ile bei inatakikana ikuje. So hata ukijaribu kupunguza hiyo bei inakuwa ni shida. Lakini nataka nikurudishe nyuma kwanza kabla sijazungumza juu ya hii. Tulichagua President Ruto kulingana na manifesto yake. Manifesto yake ya kwanza ilikuwa ni mambo ya kilimo. Na mimi nina furaha watu wengi kutoka Central Kenya, hata kama wanaishi Central Kenya ama wamepata makao zingine, wanaishi Molo, wanaishi kule Mombasa, wanaishi wapi, watu wa Central Kenya wengi ni wakulima. Na unajua kwamba wakati rais alichukua uongozi, tulikuwa tunanunua fertilizer kwa bei ya shilingi 7,000. Aliahidi sisi atarudisha bei chini. Wakaweka subsidy. Saa hii bei ya fertilizer kwa hizi miaka zote ni shilingi 2,500 kwa 50 kilograms. Hiyo ni ahadi na imeingia kwa mambo ya agriculture. Pia tumeregister farmers karibu 7.1 million katika mtandao. Kutoa ile mambo ya corruption. Kwa sababu ulikuwa ukienda cereals board kuchukua hiyo fertilizer rahisi, unaweza kuta mwana biashara mwenye ana run vet shop ameenda amenunua yote, alafu aende auzie watu. So ikasemekana farmers wanakuwa registered katika mtandao. Alafu unapata ile
allocation yako katika simu na unaenda serious na unapewa. Hata mimi ni mkulima kule kwetu nyumbani Nyanza, na huwa napata allocation yangu katika mtandao na mimi nanunua. So hiyo imetusaidia kuongeza production yetu, kwa sababu bei ya fertilizer ikiwa chini, kama ulikuwa unalima eka moja, unaweza sema sasa wacha nilime eka 4 ama eka 5. Na tumeona hata mambo ya chakula, na bahati mzuri tumekuwa na mvua, isipokuwa this year kumekuwa na kiangazi kidogo kama Kitale kwenye tunatoa mahindi, and we expect hatutapata nini mingi sana. Ya pili, tukakuwa na, ukiangalia mambo ya maziwa, kuna wakati tumeuza maziwa hata 17 shillings. Me I'm happy wengi wenu wazazi wenu wako na ng'ombe. Kama ningekuwa naongea na Wajaluo wale wanaweka ile ng'ombe ya kienyeji ni tofauti. Lakini mimi naongea na wenzangu wa Central wanaweka ng'ombe ya dairy, wanatoa maziwa mengi. Unakuta kwamba tulikuwa tunauza maziwa at 17 shillings, shilingi 17. Ikienda sana 30 shillings. Na sitaki kusema ilikuwa inauzwa wapi, kwa sababu itaonekana kama propaganda. Alafu saa hii at least tunauza maziwa kwa 50 shillings. Lakini haijafika Bwana Charles. Rais mwenyewe aliahidi kwamba bei itafika shilingi 50, lakini kwa wakulima wengi mlimani hata wakiandika SMS hapa watakwambia lita moja haitafika shilingi 50. Hata ikifika 41, hata ikifika 43, kuna hatua. Tumetoka 17, tumefika 25. Na saa hizi kuna KCC mpangilio yake itakuwa tofauti kidogo. Na nadhani tukiweka KCC vizuri, kwa sababu najua private sector wanataka profit, na unaweza ungana wakaumiza wakulima. So tukiwa na idara ya serikali kama KCC, serikali iko na shares kidogo na nini, tunaweza kuamua at least tupatie wakulima bei mzuri ya maziwa. Na hata ukiangalia so far tumeweza kuuza maziwa yetu nje. Mbeleni tuliuza export value yetu as a 2022 tuliuza maziwa 4.9 billion. Sasa saizi ukiangalia treasury tumeuza maziwa yetu at 9.4 billion. So at least kumepanda, kumekuwa na increment. Kwa sababu mimi nataka kuzungumza mambo ya chini ya mtu ya kawaida. Wachana na mambo ya simiti na chuma yenye wanataka kuuzia serikali. Coffee inasemekana kwamba imedouble kutoka 70 shillings ama 80 shillings in 2022. Imeenda between 120 na 160, 120 na 160. Kwa sababu gani? Kwa sababu inasemekana kulikuwa na cartels, walikuwa nazuia mambo ya middlemen, mambo ya kahawa. Na kama tunasema uongo pia utanieleza. Majani chai tumetoka kwa 64 per kilo, tumeenda kwa the farmers earn 64 shillings of green leaf, up from 50 shillings. Zamani ilikuwa shilingi 50. Na pia kuna watu walipewa na 32, Bwana Charles. Kuna watu walipewa na 32, watu walipewa na 28. Na pia kuna hiyo shida ya 0.8%. Lazima tuangalie, and hizo ndio feedback tunataka. Kwa sababu record ya serikali inasema farmers are earning 64 shillings green leaf. So ile kitu lazima tuangalie. Ni kwa sababu kama for example ni KTDA inauza chini, basi lazima waulizwe because ile report wanapeana ni hii 64. Lakini bei ya majani chai ile mkulima anachuma daily akipeleka kwa hizo factories za KTDA per kilo ni 30 shillings. Haijawahi fika 60. Ndio nasema tukipata feedback kama hiyo, then the next thing that will happen, itatumwa watu hata kama ni kesho iende iangaliwe kwa nini ile report tunapewa ni 64 alafu ile farmer anapewa ni 30. Ni nini inafanyika? Bado kuna cartel katikati yake, bado kuna nini inafanyika? Kwa sababu vile naelewa ni kwamba kilo moja ya majani chai green leaf ile ya kuchuma kwa shamba ikipelekwa factory ni 30 shillings. Mkulima analipa yule anafanya kazi shilingi 12, shilingi 13, anabaki na nusu kwa kilo. Lakini sasa ile inakaribia hiyo unasema 60, labda bonus, lakini si green leaf. Fine. Kama ni bonus tutajua the difference. Ni bonus ama ni green leaf. Lakini lazima tu correct na tujue kwamba
ni nini haswa inafanyika, ni kwa sababu gani hii haifanyiki. Lakini coffee tumekubaliana. Coffee iko sawa. Bei iko sawa. Yeah. Sasa kama kuna shida kwa majani chai, yes, it is a feedback. Yeah. Na kuna hiyo 0.8% ambayo inasemekana wakulima wa majani chai tax levy watakuwa wanatolewa. Yes. Number 2, kuna tetesi kwamba pale Mombasa pale kwa auction, majani chai mengi yamekwama kule. Kwa sababu hatuna soko ya Sudan, ilikwama, hatuna soko ya Iran kwa sababu kuna vita. Labda utueleze kama una hiyo habari. Sina habari, lakini bahati mzuri waziri wa agriculture Mutahi Kagwe anastahili kuwa na hii habari na anastahili kuzungumza ijulikane tutatatua hii shida namna gani, kwa sababu kama kuna shida zimetokea lazima tujue tutatatua hiyo shida namna gani, ndio mwananchi ya kawaida, kwa sababu hatutaki kuzungumzia vitu kubwa lakini ile vitu zina affect mwananchi ya kawaida hatuangalii. Na pia kama kawaida unaweza kuwa mkubwa level ile ya rais, kufika kwa rais si rahisi, ni kazi ngumu sana. Rais pia anaweza danganywa na ajitokeze aseme kitu kumbe ile kitu anasema si ile kitu iko kwa ground. Kwa ground tofauti. And therefore kama kuna feedback, kama sasa kwa chai hatujakubaliana na zile statistics tuko nazo. Mimi nikitoka hapa nitaongea na waziri, mwambia nimetoka Inoro, watu wa Central wameniambia Greenleaf si 64 shillings. Greenleaf ni 60 shillings. Hata maziwa ameandika ni 40 shillings per liter. Hata kama ni 40, afadhali imeenda kwa 40. Tumetoka hata 17. Lakini ni rais aliahidi itakuwa lita moja shilingi 50. Anaweza haidi, lakini kuna kitu inaitwa market. Market flow, market chart. Anaweza kuwa na projection. Na pia itabidi wakati wame manage ku-reorganize KCC, maybe tutafikisha that level kama tumemanage. Nimekuambia kuna kitu inaitwa foundation. Hata kama ni president, hata kama ameahidi kitu, haiwezi amuka leo asubuhi na kesho afanye. Wacha nikuambie kwa mfano. Next year mwezi wa 4 tunafanya budget ya 2028 27-28. Kama rais ingine akikuja, useme si rais Ruto amekuja, kwa sababu ni election. Hawezi kutoka kwa ile budget amepata. And therefore in 1 year he may not change what you are talking about. Unanipata? Hata rais aliahidi pengine tuseme kama kuandika walimu, kwa sababu tumekuwa na walimu. Ndipo alipe walimu 100,000. Hakutumia ile budget alipata. Alitumia ile budget alifuatilia. Unanipata? So pia market fluctuations inaweza leta, because tuna private sector wale wanauza maziwa, si government peke yake. Unajua ingekuwa ni government peke yake, KCC for example, government institution, unaweza amua kusema basi tukate profit yetu irudi hata kama ni 0.0 cents, lakini tupatie mwananchi mwananchi pesa yake. Lakini ikiwa uko na private sector, then the market behavior itabidi ufanye tofauti na vile pengine umeahidi. But mimi nina hakika kwamba by the time we settle down completely, tutaweza increase the price ya maziwa pale inatakikana ifike. Lakini huwezi sema kwa sababu umeahidi lazima ikuje, kwa sababu watu wa Central ni watu wamesoma. Hata wewe unaweza ahidi familia kitu, ukiproject utapata kitu fulani, lakini ikitokea kesho unakuta kwamba hiyo ahadi umeweka haifanyiki. Kama iko na explanation, huwezi sema ni uongo. Nataka niendelee kidogo. Sukari haya affect Central sana, lakini na affect Central kwa kununua. Na ile kitu tumekuwa naye mbeleni kama kule kwetu Nyanza na Western, tunafanya sukari sana. Na tumejaribu kuprivatize hizo sugar industries. Kuna kelele kidogo, lakini sasa unaweza pata kwamba farmer bei yake patan imeenda juu kutoka 4,000 kwenda 5,000. Na pia unakuta kwamba farmers wanalipwa haraka. Maybe unapeleka mali yako and within a very short time umelipwa compared to the other time. So mi naweza sema kwa mambo ya kilimo to a large extent
serikali imeachieve kitu. Yes. Uwezi sema haija achieve kitu. Kwa sababu hata wakati tumesema tuweke shindano kwa ng'ombe na tudunge ng'ombe yetu shindano, ile purpose ya kufanya hivyo ni maneno ya skin, kwa sababu tanning, skin ina pesa mingi sana, na kama skin yenu si clean, si safi, hampati market kule nje, hakuna competition. Lakini wakati ilianzishwa watu wakakuwa na kelele kidogo, vitu kama vaccination hizo zimefanyika. Tunauza nyama more, especially Middle East. So mi nadhani ile kitu muhimu inatakikana tufanye. Kitu ya kwanza, tumekuwa na shida manyumbani. Vijana wengi wanaamuka asubuhi, wanaenda kwa shopping center. Kama kuna njia, because hizo serikali haiwezi fanya, ni mambo ya family. Sisi tulikuwa tunaamuka 5, tunasaidia mama kwa shamba. By 6:30 tumerudi, tunaoga mguu, tunakimbia shule. So hiyo culture ya watu kukaa hawafanyi kazi. Bodaboda pia imeleta shida. Watoto wanauza hata mashamba, wanunue bodaboda, wanaenda huko, pengine hawajapata hata training ya kutosha, inawaua. I think even our culture as a country, presidents watakuja, wataenda, lakini kuna ile tunastahili kama wananchi wenyewe tujipange, tujiulize tutaendelea namna gani na mambo ya discipline ya watoto na vijana. Tutafanya kazi pamoja namna gani? Unaweza kuta leo we uko hapa una struggle kufanya kazi hapa, lakini kuna ndugu yako yana mkanga tu asubuhi, anaenda center, anarudi jioni, anataka hata kupiga mama yako kwa nini hajapata chakula. Those kind of discipline, we need to work on them. Kitu ingine nilikuwa nataka nilete ni maneno ya SMEs. Hizi biashara ndogo. Kwa sababu hapo ndio unapata watu wa Central wengi sana. Ukienda hata hapa Gikomba, Marigiti. Tumekuwa na shida. Mbeleni ilikuwa unakuta hapo kwa market Gikomba, mtu anakupatia shilingi 1,000. Leo jioni unamlipa 100. Kesho tena anakupatia hiyo 1,000 tu. Jioni unamlipa 100. Baada ya siku 30 days, yeye amekupatia hiyo 1,000 yake tu ndiye ameinvest. Wewe ukimpatianga 100, inakuwa 1,000 ngapi? Yeye ametengeneza 3,000, na wewe kwa hiyo 1,000 yake moja amefanya hivyo. Now, wakati rais alileta mambo ya Hustler Fund, ilikuwa ikiwa vitu kama hizo. Lakini ile watu wakubwa wenye wako na pesa, mara mingi hatufanyi hesabu tujiulize. Ukienda pale kwa soko, hata pale Karatina, ujiulize kitu moja. Wale wamama wamekaa pale chini, mtu anauza nyanya, mtu anauza viazi, mtu anauza kitunguu. Capital base yake ni pesa ngapi? Wengi utakuta ni 5,000, 10,000. Lakini mtu kama Owino akisikia mtu amepewa 5,000 na hiyo ni lunch, anashangaa. Hiyo ni pesa kidogo sana. Lakini lazima tufuate reality. Kuna shida tunaitwa credit rating. Wewe huna shamba, wewe huna collateral. So wakati hii mambo imeletwa ya Hustler Fund for example, unakuta kwamba interest yake kubwa ni kufanya nini? Ni kuhakikisha kwamba at least unaweza, ukiwa unaboro na unarudisha, unaboro na unarudisha, unakuwa na credit rating. Hiyo ndio objective kubwa sana. Na katika hiyo credit rating ndio unaona kuta watu wengi wenye wako kwa Hustler Fund, wengine wamesave, wengine wamekuwa na credit rating. And saa hii the Ministry of Cooperatives and MSMEs, the Department of MSMEs, they have now started introducing these people with good rating to banks, so that banks can start giving them, waanze kupewa pesa mingi, kupata capital kubwa kidogo, kujiendeleza, because wameonyesha ile credit rating yao ni nzuri. Alafu tumekuja kwa hii ya Nyota pia, hii vijana wanapewa 50,000. So mi ningependa ku-encourage programs kama hizi, watu waendelee kuchukua pesa na watu wajaribu kulipa. Usiseme ni pesa kidogo, kwa sababu hii ndio ile pledge rais alifanya nini? Alipeana. So SMEs is one of them. Kitu ingine yenye watu hawaoni kama ni kitu na imefanyika, ni mambo ya
kwanza sijakueleza ni pesa ngapi imepeanwa kwa Hustler Fund. Na hata before Hustler Fund, over pesa kupewa, kulikuwa na watu walikuwa wamewekwa kwa CRB. Deni ndogo ndogo. Rais aliahidi na 7 million Kenyans yenye walikuwa blacklisted wakatolewa. Na hiyo ni achievement kubwa, especially kwa community yenye watu ni watu wa bidii na ni watu wa kufanya nini? Biashara. Over 9 million Kenyans, inasemekana there are 26 million Kenyans, watu milioni 26 wa Kenya wameweza kupata pesa ya Hustler Fund. Na ile pesa imepatikana, wamepewa ni 82 billion. Na customers ni vijana wa mama mboga, boda boda na hao wengine. Na inasemekana kama watu milioni 9 wameweza kuchukua mara mingi, wamechukua mara 2, mara 3, na zaidi ya milioni 7 kati ya hawa milioni 26 walianza kuchukua wako kwa category A and B of credit ratings. Na hawa sasa wanaweza kuchukua pesa wapi? Katika benki. So na bilioni 5 imeweza kuwa saved kwa ile mandatory na ile 5 billion. 5 billion kwa ile mandatory na ile voluntary. So and then serikali imeanza kujenga markets. I think you have seen markets all over. Itaweza baadaye tukipata nafasi inaweza kusomea zile markets zimejengwa katika Central Province. Wameweza kujenga markets so that wamama waendelee na hii biashara. So naweza kusema kwamba ni muhimu tuendelee kuchukua hizi pesa. Hapo kwa Hustler Fund niliona PS akipiga kelele. Akisema Wakenya wengi sana wamechukua na wamekataa kulipa. Sasa kama hizi pesa zilikuwa ziwasaidie wafanyabiashara wadogo, hizi ambazo zimekataa kurudishwa, how will they recover the money and how will they be helped? What has happened? Ile kitu imefanyika ni kwamba ile kitu muhimu sana president alikuwa anataka kufanya ni kudevelop kitu inaitwa credit credit rating score. Na umesema karibu sasa 7 million wako kwa category A na B. Na hawa wanaweza access pesa mingi hata kutoka bank kwa sababu ya guarantee ya serikali kwamba wamekuwa rated highly. Unajua ile kitu ilifanya Hustler Fund watu wengi hawakulipa. Hata ukienda kwetu kule Nyanza, wacha kwenu watu wako disciplined kwa mambo ya pesa. Kule kwetu wanasiasa wengine walienda wakasema, chukweni pesa wale wakati ya kuvaa sufuria, mchukue pesa na mkule. Ndio wamekula, itakuwa ni loss. Unajua katika biashara kuna loss and profit account. Na ilikuwa expected kwamba kuna watu hawatafanya nini? Hawatalipa. So wale wenye hawajalipa tayari hawawezi hata ku-access hiyo pesa. Na itakuwa funzo kwa wengine. Na wale wamelipa tayari credit rating yao imeenda juu. And most of them ni watu kutoka hapa Central. Na few watu wa Kenya wengine wanakuwa hapa Nairobi, wa Somali na nini, wanafanya hii biashara. So katika profit and loss itakuwa kwa loss account. I think wale auditors watajua ni namna gani this can be recovered or it can be solved. Bwana Charles, before tuende kwa break, statistics zinaonyesha ni zaidi ya shilingi bilioni 8 ambazo watu walikopa kwa Hustler Fund defaulters, lakini hawakurudisha. Na kwa ufahamu wako, yule mtu aliambia watu wakope pesa kwa Hustler Fund na wasirudishe alikuwa ni Oparanya kabla hajakuwa CS, ambaye sasa ndiye anasimamia mambo ya Hustler Fund. Unasemaje kuhusiana na hilo? Sitaki kuingia siasa yao kwa sababu hii Kenya iko na maajabu. Leo unajua na ile mtu anaumia kusema ukweli, na ndio kwa sababu sisi hapa tunaongea. Hata mimi siko juu sana. Mimi nimekuwa askari tu kwa hizi miaka zote. Na mimi nafahamu mambo ya hustling na sikuzaliwa na tajiri. Wanasiasa ni watu sumu sana. Sasa hivi na mimi nataka nitarudi hapa August, September. Na wacha nikuambie saa hizi kuna watu wanapigana hata huko nyumbani. Nasikia watu wanasema one term ni sawa, 2 term nini watu wanasema hivyo. Lakini ile mtu anaumia ni mwananchi ya kawaida. Na wacha nikuelezee kwa sababu gani. Ikifika September next year, umeona kwa hii nini crumbling
hii defections. Ukiangalia hizi vichwa zote ni interests. Pengine mtu hakupewa kazi, pengine mtu alitolewa kwa kazi nyingine, pengine mtu kwao ni one term. Sasa hawezi sema two term. Lazima atoroke. Na waulize kwa nini atoroka saa hii? Kwa nini hukutoroka last year? Sijui kama unanipata. Kuna watu wana time. Sasa hii kuna watu PSS ministers. Utasikia next year. Ikifika tu February, mtu amekula mshahara ya serikali, ameendeshwa kwa gari kubwa kubwa, amekuwa PSS ama minister, anakuja anatukana rais. Na anasema anakuja kudanganya wananchi tena. Kusema sasa sisi nyinyi hamtaki hii serikali, sasa mimi nimekuja, mimi niko na nyinyi. Na yeye amejaza tumbo. Amekula mshahara mzuri, amekuwa na benefits, anakuja kuzungumza hiyo. Ikifika September, hiyo election ya August, President Ruto akitangazwa tena president, amerudi. Rais, unajua ilikuwa ni watu yetu, walikuwa hawakutaki, na sasa ataenda hata kuchukua loan, kujaribu kupeana watu wengine, akubaliwe katika serikali. Inaitwa sarakasi ya wanasiasa. Unanipata? So ukisikia mtu alisema kitu kingine siku ingine na leo anasema ingine, ujue siku hiyo alikuwa wapi na leo ako wapi. Kwa sababu kwa mfano nikwambie, kwetu Nyanza mimi nilienda kujaribu kusimama kama gavana na nilikuwa na watu. Lakini unaambiwa kama baba amekataa, wewe wachana naye tu. Hatuna shida na wewe. Are you getting me? So kingmakers. Na hao kingmakers, they do it for themselves. Unanipata? Mimi tulikuwa kule nyumbani, tukaambia watu, I told people, within a very short time, mtaona mzee akirudi kwa sababu hakuna serikali hajafanya naye. Moi walikosana, alifanya naye na akakuwa waziri. Kibaki wamekosana na wamekuwa akafanya kuwa prime minister. Uhuru wamekosana hata so even this gentleman telling people at one term what he wants, ile kitu mtu anataka awe na wajumbe wengi, aende auzie serikali. Kwa hivyo ni interest. Very good. Na umetupea bite mzuri. Very good. Asante sana. Thaa ithatu itigarĩtie ndagĩka 10 twina mwaria wa thirikari wetagwo Charles Owino. No mbere ya tucokete na Charles Owino twina ndagĩka oro 10 tu. Ni ukoretwo ni warahuka rucine, urenda kuriha mundu waku wa boda boda, ni ukumutumite handu, ni ukuthiite kwi mama mboga, hari muciari urenda gukorwo akiruta mbeca bengi aikie kuria kwa Airtel Money, hari mundu rutaga wira wa official da gukorwo kigurira andu aria marutaga wira nao karaji muthikiriria. Kindu kiria githumburaga mundu ni kindu gitagwo transaction fees. Na transaction fees guko kwa Airtel Money gutire, kuria kwa my Airtel app gutire. Nikendera ukuhinye *334# sinimina kushow ni gucokerio 50% ya mbeca iria wahota gukorwo uhuthirite, na wacoka watu ikiria bia icio kana watu ikiria message yo kuria gwa 22989 na tugukorwo tugikunengereria kindu gigwitwo bigega ya iheo, na ni ciringi 3,000 airtime thiini wa thimu yaku. Wetereire ki hinya *334# na toguo tumuthikiriria wona weka uguo ni gucokerio 50% na maundu maku ni megukorwo makiagira. Ni thaa 2 na ndagika 51 mucemanio ru ni uthire mutwetagia bia na gutire kindu turana gicenjia mutumega irio tatu teithie niki turi anogu ng'ombe ciakwa no iranyivia na matumba itarakionana naki nguru ciakwa no kwenja iraija na niguo ndicieheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Feeds. Irio citũ ithondeketwo na teknolojia ya igũrũ, nĩ quality na ire na standard ya igũrũ. Imi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tũkoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana rere neitha ria hagaria.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, nĩ ndagĩka 8 tu cihande thaa 3 na hamwe na mohoro marĩa tũgũkorwo tũgĩkũrehera nĩ atĩ mwaria wa thirikari Charles Owino gwĩkĩrĩra nganja waragania wa atongoria arĩa marathama thirikari-inĩ merekeire mũng'ethanĩro akiuga nĩ nda ciao marahang'ĩra. Onjoria kũrĩa Karaũ Nyandarua gũtomithia thigari cia kanjũ nĩ ũndũ wa kĩrĩa maroiga nĩ kũmathagathagia na makĩhamũrithio kuma mũgũnda-inĩ wa reri. Na nja ya bũrũri andũ ana kũragwo nĩ mogwati ma mbura nene bũrũri-inĩ wa Japan. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ nĩ thutha wa ndagĩka 7 gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩhũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Muthikiriria umuthi ni Friday, indo nyingi muno ni ugukorwo kiriha na kuriha indo riu ni wehereirio transaction fee. Sinimi na kusho kure kwa Airtel Money, My Airtel app, orodumo na *334# mama mboga, kuriha TV, kuriha mai, ore wothe ugukorwo ugika muthikiriria we mwehererie marehi macio twitaga ma transaction fee. Udura we fata muthikiriria gikorwo ni urihaga na Airtel Money, tuikirie screenshot yo, watuikiria screenshot yo ni tukuhota gukorwo tugiguteithĩrĩria gucokerio 50% na ithu tukuongerera ciringi 3,000. Tumire SMS kure kwa WhatsApp na screenshot yo tukunengereria ciringi 3,000 kure kwa WhatsApp ni tugukorwo tugika uguo narua na mituki andu a mbere 5 ni tugukorwo tukinengereria airtime na ni twacokereria riu twina mwaria wa thirikari Charles Owino. Asante. Charles, kuna tumezungumzia masuala yanayohusiana na wafanya biashara wadogo, mambo ya ukulima na kuna hizo projects ambazo unasema serikali imeanzisha ama zinaendelea kwenye eneo la mlima. Pengine unaweza tufahamisha ni za kiasi kipi cha pesa na zimefikia kiwango gani? Is okay. Kitu ya kwanza, kuna vitu muhimu tumewacha nyuma, lakini nitaomba nikirudi nipate nafasi tukuje tuzungumze. Tuko na changamoto sana kwa maneno ya SHA. Mimi nataka tuzungumze mambo ya SHA in details. Iwe tu niite hapa siku moja tuzungumze hata next week me I'm ready. Uniite tuzungumze mambo ya SHA peke yake kwa sababu hiyo ni kati ya hadi pillars ile president alikuwa promise mambo ya medical na inafanya kazi. Lakini ilianza polepole lakini sasa inashika changamoto. Inakwama hapa na pale. Haitakwama, itakuwa vizuri. Nita explain ukiniita. Kuna mambo ya housing, mambo ya affordable housing na nini. Pia ziko inastahili. Kwa sababu nimesema kwamba watu wanasema president anasema uongo, lakini tuangalie manifesto yake. Aliongea juu ya housing, anafanya. Ameongea juu ya medical, maneno ya health yenye imesumbua sana hata Uhuru watu walimpeleka kotini health, mambo ya housing akawachana naye. Tukakuwa na mambo ya tumekuwa na mambo ya agriculture. Tuko na mambo ya digital digital nini, how do you call it, digital superhighway na umuhimu yake. Nataka tuzungumuze hizo mambo polepole na umuhimu ndio tuweze kufundisha watu yetu. Tuko na mambo ya environment, lazima tupande miti na nini. Ndipo tunaweza fika hiyo pahali. Lakini haswa mambo ya discipline ya kinyumbani na pia mambo ya corruption tuzungumuza. Lakini kitu muhimu sana ni kwamba central government imeweka karibu
projects 350. 350 projects. Yes, na ile pesa combined serikali imeweka katika counties 5. Hii ni tano peke yake. Baada tuzungumuzi juu ya counties ya Embu, atuzungumuzi juu ya counties ya Meru. Zote ni 10. Hii ni mambo ya Nyandarua, wapi, Kirinyaga, Nyeri, Kiambu, Murang'a. The five major counties in Central Province. Wachana na Mrima yote. So Central peke yake tuko na projects 350 na kwa hizo 5 counties na pesa yote ni bilioni 358 358 billion nukta 48 na 15% zimeisha. 65% ziko katika track, lakini kuna 2 zimeinstall kama Nyandarua County Aggregation and then Nyeri County Aggregation. Lakini hata hizi county aggregation hizi county aggregation yenye tulikuwa tunaweka karibu 5 yenye zimeisha tumepata hata funding. Ziko Mount Kenya region. Kwa moja I think kuna moja ya Kirinyaga, kuna moja Embu, kuna moja Meru, kuna moja I think Nyeri na Garissa. Karibu 5. Hizo hata imepatikana investors wanaenda kuinvest ndani. So katika hizi projects housing and settlement ni 156, barabara ni 143, water irrigation ni 47 na isipokuwa nafasi ni kidogo. Nina hizo projects zote. Next time tutafanya projection nikikuja tutaanza sasa kuzungumza juu ya project kwa sababu ya 1 hour nazungumza juu ya project moja. Kama ni mambo ya markets na housing nazungumza, kama ni barabara nazungumza, ndio tuweze kupata hizi mambo in details. Kwa mfano ukienda Nyandarua County Olkalau, hiyo university inakuwa moved. Sasa maneno ya kujenga tuition blocks, hostels, reallocation milioni 350 na hiyo tayari inaendelea. Ukienda kwa Olkalau Governors Complex, rais alisema asaidiwe ajenge. Serikali inaweka milioni 670. Hiyo pia inaendelea, iko on the track. Tuko na JM Karaoke Hospital, referral hospital. Serikali imepeana CT scan na ultrasound equipment. Hiyo ni sioni pesa lakini hiyo tayari National Equipment Program equipment installed. National government so wamepeana hiyo. Ukienda katika housing and settlement, Kinangop Engineer Modern Market 3 story, hiyo ni 390 million. Hiyo iko on track. Ukienda Kinangop affordable housing, construction of kujenga manyumba 220, pesa imewekwa hapo ni milioni 477. Ile market engineer market, ile pesa imewekwa hapo ni milioni 590. Kinangop MTC wanajenga hostel bed capacity 570. Hiyo imewekwa 230 million. Na hiyo iko kwa planning stage, hiyo bado. Kuna Kinangop North Affordable Housing Project, manyumba 400, 1.6 billion. Kuna kitu nataka kusema juu ya mambo ya affordable housing, especially katika central na areas kama Kisii yenye tuko na population. Tunajaribu kufikiria kwamba leo mimi nikiwa na vijana na kwetu ni Kiambu ama kwetu ni Ruiru ama kwetu ni Nyandarua na niko na shamba eka 10, vile mainchi zingine zimeendelea, vijana yangu wanaweza amua waishi kwa affordable housing katika soko kwetu, na hiyo shamba yetu yote ibaki tufanye nini? Farming. Tutengeneze pesa. Kwa sababu hii dunia vile inaenda, hata kupata chakula organic itakuwa ngumu. Na ile mainchi zitabaki na mashamba na wataweka chakula organic, watakuta wataweza kupata pesa mingi kushinda vile tunafikiria. So nina projects mingi zinaendelea katika Central na tutaanza kutembea pia, tujiulize, tuongee na wananchi. Hata hizo Mau roads zimewekwa pesa. Na mimi nina hakika tukifika wakati 2027 najua watu wengi sana wa Central Province
watafikiria tofauti. Okay. Na vile watu wanafikiria sasa hivi. Very good. Na pia nataka kuelezea wananchi, hatukuji hapa kufanya kampeni. Hatukuji hapa kuambia watu piga kura area fulani. Yes. Tunakuja hapa kusema ukweli, tujibu mambo ya misinformation na disinformation. Thank you. Kwanza asante sana. Twambe tuikiria hanini tuthomerwo mohoro nigetha muthuriti Charles Owino acokererie na tuhe maundu maya na mundu gwitwo Charles Owino tucokererie ciuria ici ndagika ciganona. Bwana Charles, tuko na Beyond Vision 2030. Ndio. Na inasemekana kwamba hakuja kuwa na matayarisho mzuri kulingana na vile mambo yalivyo, timing yake ni mbaya. Labda kwa kifupi tueleze hii Beyond 2030 ni nini haswa? Kitu ya kwanza ni muhimu watu wafahamu Vision 2030. Dira ya 2030 ni nini? Wakati President Kibaki aliingia katika uongozi mwaka 2002, Rais Kibaki alipata kama uchumi karibu ilikuwa imezorota sana. Na kwa sababu ya ile kitu tulikuwa tunaita there was mambo ya World Bank 1985 yenye ilileta shida sana, yenye watu hata walikuwa ambiwa, serikali walieleza wasi structural adjustment programs. Ilikuwa inaitwa structural adjustment programs, ililetwa na World Bank. Walisema hata watu wasindikwe kazi anymore. Ndio watu wakapewa handshake, watu wakakuwa retired wakiwa wadogo, wakapewa handshake. So uchumi haikuwa mzuri sana. Na kulikuwa na a lot of conditions ilipeanwa na World Bank. So wakati Kibaki amekuja, vile ni mtu ya economist, akaleta kitu inaitwa economic recovery strategy. Hata tukaondoka kwa GDP ya 0.6 tukafika 6.1. So 2007, kwa sababu alianza 2002 mpaka 2007 alikuwa na kitu inaitwa economic recovery strategy, ERS, na ilikuwa iishe 31st December 2007. Kupeana nafasi ya uongozi mpya. Kama atakuja ama mwingine atakuja. So kabla hiyo alikuwa ameanza kuzungumza mambo ya mpangilio ya maendeleo ya Kenya kwa miaka zijazo. Na kwa sababu hiyo wakati alianza kupanga, kuanza kuzungumza na wakaleta technocrats, hata wakafanya international benchmarking. So hiyo ndio 2008 ikazaa kitu inaitwa dira ya 2030, Vision 2030. A vision ni vile mnapanga, mnatarajia, mnaona mbele, mpangilio gani mko naye. Kibaki akaweka objectives 3 ya hiyo vision. Objective yake ya kwanza ilikuwa ni uanzishaji wa viwanda, industrialization. Ya pili akaleta uchumi wa ngazi ya kati, middle income economy. Ya tatu akasema kwamba kiwango cha juu, tuweze kuwa na kiwango cha juu cha maisha, high standard of living. Zilikuwa objectives 3, industrialization, middle income level, na high standard of living. Uanzishaji wa viwanda, uchumi wa ngazi ya kati, na mambo ya kiwango cha juu cha maisha. Now ukiangalia hizo objectives katika hiyo Vision 2030, tukakuwa na pillars 3. Nguzo 3. Nguzo ya kijamii inaitwa social pillar, nguzo ya kiuchumi inaitwa economic pillar, na nguzo ya kisiasa inaitwa political pillar. Hiyo sasa ni 2008 June ndiye ame launch hii Vision 2030. Na unakumbuka tulikuwa na post election violence 2007-2008. Sasa katika hizi pillar ya political, nguzo ya kisiasa, ile kitu watu walikuwa wanataka katika hii nguzo ya kisiasa ni tuwe na usawa. Usawa na tuwe na inclusivity. Kila mtu awekwe, watu wafanye kila mtu kujumuishwa. Hiyo ndio ilikuwa objective kubwa sana. Sasa katika political pillar, kufika 2010 tukaweza kupata katiba ya 2010. Katiba ya 2010 ni mtoto ya Vision 2030. Imezaliwa na Vision 2030 katika political pillar. Na ndio ikazaa
maneno ya ugatuzi. Yes. Hii maneno ya maneno ya devolution. Yes. Ugatuzi ikakuja kwa sababu ya Vision 2030. So katika political pillar tumepata constitution, tumepata ugatuzi. Na pia ukiangalia katika constitution 2010, hiyo katiba ya 2010, tuko na mambo ya chapter 4, chapter ya 4, mambo ya human rights. So hiyo ilikuwa mambo ya kwanza. Ya pili, hii social pillar, mambo ya kijamii. Iko na mambo gani ukisoma hiyo Vision 2030? Iko na mambo ya manyumba, iko na mambo ya hospitali, iko na mambo ya masomo, iko na mambo ya environment, na iko na mambo ya agriculture. Hizo zote ziko. Na ndipo uliona Kibaki alikuwa ameleta hata kwa nini yake ya kwanza, akaleta free primary education. Sasa hiyo free primary education, hizo ni deliverables. Uhuru kuja, Uhuru akaleta maneno ya 100% transition kwa kwa education. Nitaka kuleta nyinyi mpaka kwa Uhuru, hapo ndio tuende. Now, katika hii Vision 2030, hizo pillars, walikuwa wameweka mipangilio inaitwa medium term plan 4. Na walikuwa wameweka kulingana na maisha ya term moja ya rais, miaka 5. So medium term plan moja ikaanza 2008 mpaka 2012. Medium term ya pili ikaanza 2013 mpaka 17. Medium term ya tatu ikaanza 2017 mpaka 2022. Medium term ya 4 ni ya saa hii, Ruto amejipata ndani kama rais. Na hatuna medium term ya 5, nitakuja kwa hiyo. Sasa Kibaki sana akafanya foundation ya Vision 2030. Kama hiyo maneno ya education akafanya. Kama hiyo maneno ya LAPSSET, na iko na maana yake sana. Mambo ya kutengeneza Lamu Port. Iko na mambo kubwa, inastahili tukae na nyinyi hapa 1 hour tukielezana wananchi maana ya LAPSSET ni nini. Hiyo kitu Uhuru alileta, na itatusaidia namna gani kuingiza pesa katika uchumi ya Kenya. Hata hii maneno ya taxation tupigane naye iishe. Ndio kwa sababu mimi nataka tuzungumuze mambo ya development ya nchi bila kuangalia hawa marais. Marais watakuja wataenda, ingine atakuja ataenda, lakini ile nguzo kubwa ni mwananchi. Sisi wananchi tukikaa pamoja, hizi shida story mingi unasikia kwa wanasiasa hiyo ukora yao utasikia tena. Na haijalishi nani atakuwa rais. Kwanza mimi nilikuwa nafikiria baada ya Ruto tutakuwa na Kang'ata ama kwa sababu ni kijana mchapakazi, lakini mimi najua mbeleni atakuja kwa rais tu. Depending atakuwa wapi na atatumia akili gani. So Rais Kibaki akafanya hizo kidogo kidogo. Hata housing Kibaki alifanya. Kuna housing ukienda pale Ngara ya Pangani hapo. Pangani hiyo si Kibaki, hiyo ni Uhuru. Ukienda pale Mombasa, Likoni Mbambu, hiyo ni ya nani? Hata Kisumu, Mambo Leo, hiyo ni ya Kibaki amefanya. Uhuru kuja wakakuja na kitu naitwa Big 4. Watu wakasema, nilisikia juzi mtu mwanasiasa mwingine akasema Uhuru aliabandon Vision 2030. Hapana, Big 4 iko katika Vision 2030. Maneno ya viwanda, industrialization, ilikuwa kwa Big 4. Maneno ya health ilikuwa kwa Big 4. Maneno ya agriculture, kilimo, ilikuwa kwa Big 4. Maneno ya manyumba ilikuwa kwa Big 4. Lakini President Uhuru akakuwa na shida hii ya housing. Akaleta kitu inaitwa intergenerational housing. Where mimi nalipa, nikiritaya mapema bibi yangu anachukua, bibi akiritaya mtoto anachukua. Lakini watu walienda kotini wakazuia. So ndio hii manyumba za Ngara ilikuwa imeletwa contractor. So ikabidi president arudi kwa civil servants. Wa civil servants housing scheme, wakatoa pesa, wakamalizana naye na akawachana naye. He abandoned it. He tried even maneno ya health hii. Ruto amejaribu kusukuma, ikakuwa ni shida. Na nikasema kwamba president Uhuru alipata shida mingi sana katika uongozi yake. The biggest problem alipata ni mambo ya COVID. Iliangusha uchumi yake, na si yeye, ni COVID iliangusha. Ukiangalia mambo ya vita ya Ukraine, unajua hapo ndio tulikuwa tunatoa fertilizer, hapo ndio tulikuwa tunatoa ngano, hapo pia tulikuwa tunatoa mafuta kidogo. Maneno ya Ukraine na Russia ikamwangusha. Maneno ya drought ikaumiza Uhuru sana. Ikabidi akope pesa nyingi. Ukisikia juu ya Eurobond, ukisikia juu ya nini, basi Ruto akakuja
Isipokuwa pia Ruto Uhuru bado akafanya kazi mingi. Akafanya SGR, ikakuja Naivasha, amefanya expressway, akafanya hiyo barabara ya kwenda Nyeri. Hata kama watu wanapiga kelele wanasema angepeana Nakuru priority, lakini ipo. Na ukiangalia saa hii ukienda hapo Central wakati especially ya weekend, ukiona ile traffic iko pale. Na ndipo umeona Rais Kenyatta na Rais Ruto ile exchange, ile Marwa interchange amemaliza. Na anajaribu kusukuma kama tunaweza elekeza hiyo barabara dual carriageway mpaka Nyeri. Na mimi najua kwa msimu mwingine akipata bahati arudi, basi atasukuma dual carriageway past Nanyuki iende mpaka Isiolo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuna target mzigo ya Ethiopia na ni kubwa. Na bandari yetu kama nchi kama Ethiopia ama South Sudan wakileta mzigo, tutakuwa tuna changamoto ya kucompete na Dar es Salaam. Kwa sababu meli ikiingia Mombasa ikose kwenda Dar es Salaam tunaingiza pesa. Meli ikienda Dar es Salaam ikose kwenda ikuja hapa kwetu inaleta shida. Sasa nafika wapi? Tumefika kwa mambo ya tuko sasa kwa MTP4. 27 vile Kibaki alipanga 2022 mpaka 2027. Ukiangalia bottom up economic transformation agenda ya Ruto hajatoa nje, ametoa kwa Vision 2030. Mambo ya agriculture, mambo ya housing, mambo ya health, mambo ya environment, mambo ya hata hii fertilizer Kibaki aliandika maneno ya subsidy. So Ruto ametoa hii bottom up economic transformation agenda yake katika Vision 2030. Sasa Kibaki hakupanga beyond 2030. Alipanga mpaka 2030. Akasema vision yake ilifika 2030. Na alikuwa ame-expect tume-industrialize, tumefika kwa mid-level economy. Maneno ya viwanda, maneno ya kuweka uchumi wa ngazi wa kati, kiwango kuweka maisha kiwango cha juu kwa kila mwananchi. So tumefika hapa penye tuko. Sasa hii MTP4 medium term plan ya Kibaki imepata nani? Ruto. Ruto. Hata zile tunapanga saa hii hatujui nani atakuwa rais. Pengine ni kijana yako atakuwa rais wakati hiyo. Lakini inawezekana. Lakini ile kitu iko vile tumefika MTP4 medium term plan vile imepangwa na Kibaki. Ndio una implement. Tuko na secretariat ya Vision 2030. Tuko na chairman, tuko na CEO. Waka-advise government, wakasema hii vision is coming to an end, itaisha 2030. Lakini framework yake imeisha. Kwa hii financial year, hii budget nakuja 2027 2028 ndio ya mwisho. Hatuna framework ya kuendeleza mpangilio ya maendeleo ya Kenya beyond 2030. Lakini sasa tuko na Constitution 2010. Inasema ukitaka kuleta mjadala kama hiyo lazima upeleke kwa wananchi. Wazungumuze. Lakini hakuna mazungumuzo utafanya katika nchi bila guidance. Ndipo ukaona wakati rais ameambiwa lazima atengeneze framework ya pili, hawezi tengeneza MTP5. Hawezi. Lazima sasa tuzungumuze beyond 2030. Rais sahi akipata bahati aendelee 2027 mpaka 2032. Lazima ataendelea na mpangilio ya Vision 2030. Lakini wakati kama tutakuja na tupate rais mwingine isipokuwa Rais Ruto, tuseme rais mwingine ndiye Mungu alete, basi huyo rais pia hawezi kuacha Vision 2030 mpaka 2030, bado itaendelea. Lakini ile mpangilio lazima tupange. Kama ulisikia mkubwa wa stock market alisema katika stock market watu wakitaka kuinvest katika nchi, kitu ya kwanza wanauliza ni vision. Ni kama budget. Huwezi sema kwa sababu sasa president ingine atakuja ama kuna mtu mwingine anapigania kukuja ati sasa tusifanye budget ya 2027 2028 lazima tufanye. So ile beyond 2030 bado haijapewa jina. Wananchi wataamua wanataka iwe Vision 2050, wanataka iwe 2060, wanataka iwe Kenya at 100 2063. Wananchi watasema. Lakini
mwananchi hawezi wachwa tu aseme, lazima apate guidance ya experts. Yes. That is why uliona Professor Nyong'o na Hino walikuja. Na ukisikiza statement ya Hino clearly anatukosea mambo mengi sana kama mambo za corruption nini zinatusumbua. Mambo ya inclusivity. Kama hii mambo unasikia sasa hii mtu anaambia nyinyi mountain, no. The mountain must also work with the river, must also work with the rift, must also work with the coast. Hiyo ndio hiyo ndio maisha. Juzi rafiki yangu moja ameniuliza, Chali, mimi nimesikia MP moja kutoka huko Mount Kenya amesema kwamba wale hawatapiga kura vile wanataka. Ataona. Nikamwambia wachana na yeye ajui Kenya. Mount Kenya ime-extend. Mount Kenya iko Malaba, Mount Kenya iko Wisibania, Mount Kenya iko Lamu, Mount Kenya is everywhere in Kenya. And we cannot squeeze the mountain in Nyeri or in Kirinyaga. And the mountain is still spreading. And even to make it worse, the mountain hata imepeana homa kwa watu wengine. Kama sisi watu wa Lake tumeoa Central, tumeolewa Central. Sasa actually even this country, kwanza sisi na Waluya, huwezi jua nani Mluya, nani Mjaluo. We are so mixed. So people should now start thinking differently. We are still thinking regionally. Well, it's good for individual unity, but lazima tufikirie beyond our homes, beyond our villages. I know watu wametumia hiyo kwa mambo ya siasa na bargain na nini. So if vision beyond 2030 ni mpangilio, ni kitu lazima ingefanyika. Hata kama kungekuwa na Mzee Raila kama president angefanya. Hata kama ingekuwa ni mtu mwingine tofauti sana angefanya. So tusiingize siasa kwa beyond 2030. Na saa hii pia tuko na nafasi. Kama vile tunaendeleza mambo ya masomo ama vile tunaendeleza mambo ya hospitali ama shule. This is the time. Watu walete akili mingi hiyo wazungumuze. Kama sasa nilikuambia free primary education wakati ya Kibaki, alafu wakati ya Uhuru 100% transition. Sasa Ruto ameandikisha walimu 1,100 na zaidi, na is trying to push how do we balance, because watoto wamequalify university wengi. Ndipo unasikia makazi majuu. Tunatafutia watu kazi. Na hata nadhani umejua kwamba remissions kutoka nje imeleta pesa kushinda hata agriculture, hata tourism. Ndio inaleta the highest amount of money. Now we want to export not just nurses, not just we want to export our engineers, we want to export our doctors. Bwana Charles, kuna watu ambao wanaitwa wasomi. Tuko na maprofesa hapa nchini Kenya, tuko na madaktari. Ni kana kwamba wako na tashwishi kidogo na Beyond Vision 20. Na wamekuwa wakizungumza kwa matelevisheni, tumewaita hapa. Mbona tusiwe na one conversation? Mimi naomba uniitie profesa moja nzuri sana. Nikae naye hapa. Tuzungumze. Kwa sababu watu wengine wanazungumza siasa. Tunasema lazima tuwe na mpangilio. Yake kesho. Hata tungekuwa na rais yupi. Hata kama former deputy president Rigathi angekuwa deputy ya Ruto bado angekuwa ndani. Unajua kuna kitu moja mimi huwa naambia watu, especially my friends from Central. Kwamba former deputy president Rigathi is a very interesting man and very easy to walk with, discuss with most of the time. But kuna kitu moja watu hawajui. Deputy president hakuresign. Na analia, mlitoa mimi kwa kazi. Anaeleza nyinyi, na ulisikia huko penye alikuwa wakiwa na president kwa ile mazishi. Akasema rais, tunaweza fanya kazi pamoja isipokuwa hao vijana. Rigathi has no problem with Ruto. He has no problem with maendeleo. Anataka maendeleo. And he is one man, isipokuwa kuna mtu mmoja tu sijui amefanyia yeye nini, akakasirika na Kanja sijui kwa nini. Kusema Kanja hana cheti. Kanja mtu aliandikwa ndugu, ni mwenzangu. Aliandikwa in the 80s. Mtu aliandikwa kwa polisi na masomo mzuri. Wakati hiyo ukiandikwa na masomo kama ya form 6 na umepita science. Kwa sawa. Kanja was a scientist. Kanja akaweza akakuwa trained properly Israel. Akakuwa trained maneno ya bunduki. He can repair, he can manufacture, he can produce any firearm in the world.
Are you getting me? And he's a humble man. I don't know why his brother came kumharibia jina kusema yeye hana cheti. Na mbeleni mimi nilisikia yeye ndiye alisema alipropose yeye. Tena yeye alipropose mtu hana cheti kweli. So mimi nasema you know sometimes wanasiasa wanakoroga mambo. Unajua kwamba mimi kama askari nasikia uchungu mkubwa yangu, rafiki yangu na mtu mimi najua background yake akiingiliwa. Si mzuri. Lakini ile kitu tunasema tufanye kazi pamoja. Hii mambo ya dira ya Beyond 2030 ni muhimu kwa planning yetu. Na mimi naomba uniletee huyo profesa hapa. Kuletea niko na wao. Sababu hata mimi nina bahati. Hii mambo ya communication nimesomea katika chuo kikuu. Mambo ya siasa nimesomea katika chuo kikuu. Mambo ya diplomacy nimesomea. Na mimi najiamini kama Owino, najiamini kama Mkenya. Mimi napenda Wakenya wote. Mimi mtu ya biashara. Mimi ni Mkikuyu kushinda Wakikuyu wengi. Kwa watu wana believe Wakikuyu watu wa biashara. Watu wanajua besha. Mimi najua besha sana. Na mimi nasema kwamba tuendeleze nchi yetu. Kama kuna pahali makosa inatokea ya serikali, hakuna ubaya ya watu kusema hapa si mzuri. Ndio serikali pia, unajua serikali pia inaweza lala ikose kujua, lazima watu waseme kama kuna makosa. Lakini tuingize chuki katika kusema. And lastly, sikumaliza story ya deputy president. Najua Jaramogi ndiye aliresign. Lakini huyu hakuresign. Huyu bado hako kutini. Bado anatafuta kazi yake. Haki yake. Inamaanisha deputy president anaamini policies yenye waliweka, anaamini mwenye walikuja naye, lakini anasikia vijana mbaya sana kwa wale vijana walichangia yeye kwenda. Sasa mimi naweza kusema kwamba ukiona mtu hajaresign na unaona mtu bado anatafuta kazi yake, bado ako ndani ya kazi na anaamini kazi, sisi kama serikali tunaendeleza. Na mimi najua kwamba 2027 baada ya Rais Ruto kushinda, mimi nitaona wakishikana mkono, wakisalimiana kama mandugu. Sisi wananchi wa kawaida tujiadhari na wanasiasa, tujiendeleze pamoja, tushikane. Na mimi nataka kusema, na mimi nasema ya mwisho, kwamba the mountain is no longer only in Kirinyaga. The mountain has spread all over Kenya. Sisi sote, sisi ni Mount Kenya. Thank you very much. Tunashukuru sana, lakini ukienda in 1 minute. Muhea. 1 minute. Kuna maswali mawili kama unaweza tukua 1 minute. Nitajibu. 1 minute. Nitajibu. 1 minute. Ubaya mimi ni mtu ya history. Lakini hapo sasa kwa history ndio mambo inarudi nini kidogo. Kwa sababu tuko na time, tuko na product inafaa kwenda. Mwambie mzee aongeze sisi saa. Sema. So question. Rigathi Gachagua huwa na information. Information ambayo tunaambiwa sisi kama wananchi inafaa tu kuwa na rais na deputy wake na maybe watu ambao wanakaa pale National Security Council. Where is that information leaking sasa from? Wewe unajua Gachagua alikuwa deputy president. Na unajua Gachagua lazima alikuwa na mkono kuweka watu katika serikali. Sio watu bado wako. So kwa hivyo kuna leakage ya information. No, sisemi leakage. Mimi nimekuambia. No, unajua no, wacha nikwambie si leakage. Government iko na namna inaendeshwa. Nataka nikupatie mfano. Sisi wakati tunaenda retirement kama government officers kuna sign, kuna oath umechukua. Unaambiwa ile uliona, ile ulisikia kwa serikali, mbaya ama mzuri, usemi. Kwa sababu ya unity ya nchi. Kuna mambo kama ukishafika kiwango cha juu hustahili kusema. Na ndipo unaona hizo mambo kama hizo Kanjana, kama hizo nani anasema, Rigathi anasema ati fulani hana cheti, ati fulani. Kuna kitu inaitwa privileged information. Inaweza kuwa uongo, inaweza kuwa ukweli. Lakini ujue kwamba deputy president sahi ako katika line yake ya kutafuta aonyeshe yeye ni njamba. Lazima ile uchungu ya kutolewa, lazima alete mountain pamoja, apate wajumbe, aonyeshe mwenzake mimi ndio mwenye mountain. Sasa ile watu kama kuna contribution ya ile watu yeye alichanga kuletwa kwa serikali wako. Na kama hawa watu hawana discipline ya civil service, it's possible they can give him information. But you see, it's dangerous for them because at the end of the day inaharibu kitu inaitwa code of ethics. So kama kuna mwenye amepeana
kama kuna information yeye yako naye na anapewa, lazima anapewa na wale watu aliwacha kwa serikali na bado wako kwa serikali, na rais kwa feeling yake anasema hivi, okay, mimi nimepigiwa kura na Wakenya, haswa watu wa hiyo Mount Kenya wamenipigia kura, na mimi sitadhulumu, mimi sitatoa mtu ya Mount Kenya katika kazi, mimi watu wa Mount Kenya wakiamua tawafanyia kazi kama hizo projects amesema, hakuna ile atawacha kama hajafanywa. Wakiamua kumdhulumu, Mungu atajibu. Alright. Ndio. Thank you very much. Asante sana. Bwana Charles Owino ni mwalia wa thirikari, niwe kwaria niwe kwaria pio tutamtafuta tena. Asante. Na tena zaidi, kwa sababu some of the information ambayo unapeana viongozi ambao wamechaguliwa hawana, hawasemi, so sometimes unasikia wengine kama waziri wa fedha, na nimeona watu wanauliza, anasema watu wanakunywa soda sasa wako na pesa mfukoni. So mambo mengine inawa confuse. Asante sana Bwana Charles kwa kutumia muda wako kutembelea hapa Inoro. Ni wakati yako ya kwanza na isikuwe ya mwisho. Na mimi ni mtu ya mountain. Asante sana. Anytime. Alright. Asante sana. Hata nimeongea na ndugu yangu moja anaitwa Tuta, natoka huko Siaya Ligega. Jamaa anazungumza Kikuyu mzuri kabisa sana. Rafiki sana. Tuta, si ukuje twende studio. Anacheka, anambia leo ni siku yako bwana. Richard Tuta, msalimie sana. Thank you very much.